Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu leo ni kusimulie kisa cha Kivuli cha Dhambi za Baba. Hii ni simulizi itakayokufundisha na kukupa mafunzo mbalimbali. Utakuwa nami kuanzia hapa Gray Simulizi. Usitoke na kuomba usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani. Kijana mmoja wa Kiafrika aitwaye Baraka alikulia katika maisha ya utajiri wa kutatanisha. Ingawa familia yao ilikuwa na nyumba kubwa na biashara nyingi zilizokuwa mjini, alijua moyoni mwake kuwa sehemu ya mali hizo ilitokana na wizi na dhuluma ambayo baba yake aliwahi kumfanyia rafiki yake mkubwa, Mzee Juma. Miaka mingi iliyopita, baba yake alimnyang'anya mali kwa hila na kumwacha masikini. Baadaye baba yake Baraka alifariki katika ajali mbaya ya gari, akiacha siri hiyo nzito nyuma yake. Kadri Baraka alivyokuwa, dhamiri yake ilimsumbua. Alitaka kurekebisha makosa ya baba yake na kuirudishia familia ya Mzee Juma haki yao. Hata hivyo, alikumbana na upinzani mkali kutoka kwa mama yake, Mama Zena. Mwanamke huyo alikataa kabisa kukubali kuwa walikuwa wamekosea. Aliamini kuwa kurudisha mali kungemaanisha kurudi nyuma kwenye umasikini aliyeuogopa maisha yake yote. Mbali na hilo, Mama Zena aliendesha kasino lililopata fedha nyingi kwa njia ya udanganyifu na kamari. Alimtaka Baraka aendelee na biashara hiyo, lakini kijana huyo alikataa kata. Alitaka maisha ya uaminifu, hata kama yangekuwa ya shida. Mama yake pia hakutaka mwanawe awe na uhusiano wowote wa kimapenzi na mwanamke yoyote hapo kijijini, akihofia mwanamke huyo angeharibu mipango yake ya kumfanya mtoto wake kutawala hizo mali. Licha ya vikwazo hivyo, Baraka alimpenda msichana mwenye moyo mwema aitwaye Neema. Wawili hao walivumilia dharau, vitisho na majaribu mengi. Mwishowe Baraka aliamua kuachana na mali za kifisadi. Akauza sehemu ya mali yake na kuirudishia familia ya Mzee Juma haki yao. Uamuzi huo ulimfanya aanze maisha mapya katika hali ya kawaida, lakini alijawa na amani ambayo hakuwahi kuipata hapo mwanzo. Polepole biashara za halali zilianza kustawi. Hata Mama Zena, baada ya kuona heshima aliyoipata mwanawe, alikubali makosa yao na kuomba msamaha. Miaka michache baadaye, Baraka na Neema walifunga ndoa yenye furaha. Walipata watoto na kujenga familia iliyoanzwa na uadilifu, upendo na ukweli. Hatimaye kivuli cha dhambi za zamani kiliondoka na kizazi kipya kikaanza maisha yenye baraka za kweli. Naam, msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya Kivuli cha Dhambi za Baba. Ulikuwa nami Gray Simulizi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu. Nikuombe usiache kusubscribe mwendelezo ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu zinazotokea hapa Gray Simulizi.